to third parties. Hiyo ni mambo ambayo tutaongelelea labda tukiendelea kwa mazungumzo yetu. Asante sana manake Boyo, unajua hatuwezi chukulia kimzaamza. Kuna yule msikilizaji ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, yes. Anashangaa International Solidarity Foundation ni nini? Na inashughulika na mambo yapi? Kabisa. So International Solidarity Foundation ni shirika ambalo sio la kiserikali. Ni shirika ambalo linashughulikia sana sana na iko hapa Kisii na Nyamira. Tunafanya kazi hapa Kisii na Nyamira, na inashughulikia mambo haswa ya kuhusu mambo ya wanawake na wasichana. Lakini pia hatujasahau pia wanaume. But sana sana tunaangalia masuala ya wanawake na wasichana, na masuala ambayo sana sana tunaita hujuma kuhusu kijinsia, yani gender based violence. So kwa leo tumekuja yani kuhamasisha kwanza kuhusu mambo haya ya kijinsia, na pia kutafuta vikundi ambayo tunaweza fanya kazi nayo kwa wakati kama huu. Lakini tumekuwa hapa Kisii kutoka mwaka wa I think 2015. Na bado tunaendelea kufanya kazi na wakazi wa hapa. Yes. Labda kuna yule ambaye anashangaa, je, mko na ofisi hapa Kisii? Tuko na ofisi hapa Kisii. Pande gani hapa? Ni Family Bank, inaitwa Umoja Complex. Ndio. Ukifika hapo third floor, ama inaitwa ni wanasemaje third floor kwa Kiswahili? Orofa ya 3. Orofa ya 3 kabisa. Yes, utafika hapo juu na utapata kuna ofisi zetu ziko hapo, inaitwa International Solidarity Foundation. Ni ile yenye ilikuwa Family Bank, na naona Family Bank inasonga lakini juu ya Family Bank. Alright. Yes. Asanteni sana msikilizaji, mambo ni kama hayo. Sasa hivi nakumbuka nyakati za nyuma tulisungumzia mambo ya vikundi mbalimbali ambao vinafaa kupata ufadhili fulani kutoka ICF. Yes. Sijui ule mpango bado upo? Mpango bado upo. Tulianza 2023 tukifanya mazungumzo. Ndio. Tukaweza kupata vikundi 10 ambayo tulianza nao. Na tulifanya kazi nao kutoka 2024, na hiyo 2025 bado 2024 bado tukapata vikundi vingine 16. Ndio. So tumefanya vikundi karibu 26 kutoka 2024 hadi wakati wa sasa. Na tena tumerudi kusema tunatafuta vikundi vingine mpya, ndio, ambao tunaweza fanya kazi na hao. Na ndio tumerudi tena kwa sababu unajua wewe unajua watu wengi na watu wanatusikiza. Ni kweli, ni kweli. So tunangependa watu kuja tena tuweze fanya kazi. Umesema mlipata vikundi zaidi ya 20. Yes. Tuseme mwaka 2023 na mwaka 2024. Yes. Kuna wale ambao wanasikiza kwa sasa wanashangaa vipi hivi vikundi vinapatikana. Labda utueleze ni vikundi vya aina gani hivi? Labda kuna wale ambao kuna chama chao nyumbani pale, watu 3 10 hivi, wanasema sisi pia tunaweza pata usaidizi. Yes. Kawaida vile sisi tunafanya kazi, tulikaa chini na wenzetu ambao tunafanya kazi nao. Ndio. Na tukagundua vile tunaendelea kufanya kazi, kuna vikundi ambavyo wanafanya kazi nzuri sana huko mashinani. Ndio. Lakini kuna vikwazo ambazo zinawafanya wasiweze kufikia ufadhili ambayo watu wanapeana. Saa zingine watu wanataka bank account, saa zingine watu wanataka sijui ukuwe na umekaa sijui miaka ngapi, ama uko na unajulikana na nani ama unajua nani katika ushirika fulani. Ndio. So tukaona hizi ni vikwazo ambazo ziweza kuzishughulikia. Na kama tunaweza zitoa, kuna vikundi ambazo zinaweza faidika sana Ndio. kupata ufadhili kama huu. So tukaanzisha huu mradi, ndio maana tunachukua vikundi vyote. Ndio. Vikundi vyote. Kawaida tunaangalia vikundi sana hata kama hamna cheti, hata kama hamna bank account, kama hamna constitution, lakini mmejipanga na mnafanya kazi sana mashinani, hiyo ndio kitu yetu ya kwanza tunaangalia. Kitu ya pili tunaangalia pia ni maono yenu ni gani. Sasa sana unajua kuna wale ambao wamekuja wakijiangalia, wakitaka kujiendeleza, wanafanya ufugaji labda wa kuku, wanafanya shughuli zingine, lakini sisi kabisa tunataka kuangalia wale ambao wanajaribu kuangalia kwa jamii. Ndio. Na sana vitu ambazo zinazungukia mambo ya hii tunaita gender based violence. Ndio. So tunajaribu kuangalia sana vikundi ambazo zinashughulikia mambo haya,
Kama mshawahi jaribu kufanya ama mshawahi mnafikiria kufanya mambo kama haya, ndio sisi tunataka kuwasikia na tunangependa sana kupata maoni yenu, kujua mnataka kufanya kushughulikia sana sana kwa jamii, mnataka kuangazia mambo aina gani kushughulikia mambo haya ya gender based violence. Hiyo ndio nini yetu kabisa. Alright. Sasa hivi tuseme kuna kikundi mahali fulani hawana cheti chochote, lakini ni watu ambao wana common interest ile. Yes, exactly. Wamekuja pamoja, labda kuna hivi vita vya nyumba vikichinzia, kuna labda ule tunasema unyanyasaji unafanyika katika jamii. Hao ndio tunawataka. Sasa lakini unapoangalia enyewe hawana hela, hawana bank account, wao hawajui mambo kama hawajui ipata ufadhili wowote, lakini pia wamekuja pamoja wakiwa na lengo fulani kwamba sisi labda kama kuna mtoto amebakwa pale, lazima tumpiganie, lazima tuende turipoti hiki kisa, tuhakikishe kwamba kimejulikana, na kadhalika na kadhalika. Je, hawa basi mnaweza mkawasaidia wakapata hela? Hao ndio sasa watu ambao tunatafuta. Hao ndio vikundi ambao tunafikiria wanaweza badilisha anakuwa kioo cha jamii na wanaweza badilisha jamii ambayo wanatokea. So hao ndio watu kabisa tunatafuta, na tungependa sana kupata maoni yao na applications zao, na tuone ambazo vile tunaweza fanya kazi kwa pamoja. Lakini kitu ambacho naweza sema pia, nadhani tuliaiongea kitambo, nadhani pia watu wamesahau kidogo, ni kwa sababu ufadhili huu sio ufadhili mrefu sana. Ndio maana tunaona tunasema tumekuwa na karibu tunaita cohort ama sijui tunaweza vikundi karibu viwili ambao tumeweza kufadhili. Na ile ya kwanza ilikuwa ni karibu miezi 2-3. So tunaendelea kusonga. Na kila wakati tunatembea na hizi vikundi. Tunajua labda hawana hiyo ujuzi ya kufanya miradi kama haya. So sio tunakuja tunakuwapatia pesa na tunatoroka na tunawaacha hivyo. So tungependa kutembea na hao, tunaanza kukaa chini, tunajua wanataka kufanya mradi migani, mikakati yao ni gani, tunatembea na hao, tunaambia tunaweza fanya hivi, mnaona aje nyinyi, tunafikiria mnaweza fanya hivi, labda itakuwa mzuri zaidi. So tukiendelea kusonga, tunatembea na hao kwa pamoja. Labda niulize, kuna vigezo muhimu ambavyo nyinyi hufuata hata kabla mfadhili kikundi. Na kuna wale wanajiuliza sasa, hawa Solidarity Foundation tutawapata wapi? Procedure ni gani? Application yetu itakuwaje? Ni nini kinahitajika? Na mambo kama hayo. Labda kama unaweza fafanua kidogo. Naona namwangalia Damari simu, so kumaanisha kwamba ana ujumbe mzito kuhusu swala hilo. Anajua. Labda Damari tuambie basi, ni vigezo gani ambavyo lazima vitimizwe na hivi vikundi ili angalau wapate hizi hela? Na mmesema kwamba hawahitajiki ama hawahitaji kuwa na cheti chochote. Kumbuka wao kazi yao wanaifanya, hawajui kwamba kuna shirika fulani linaweza likawapatia ufadhili fulani. So hata mseme kwamba mnapeana pesa kidogo, unajua hata mkipeana 1,100 hata mkipeana 1,300 hizo ni pesa nyingi sana mashinani kule. So na unaweza pata kwamba watu hawajui kumanage. Je, mkiwapatia hizi hela watarudisha ama namna gani? Mambo kama hebu tusaidie Damaris tafadhali. Wacha Gersho mwajibu hiyo. Mimi nitajibu pale penye tunapatikana na vile unavyoweza kuapply. Asante. Nilikuwa nataka procedure tu ya kuapply. Yani watafuata utaratibu upi ili angalau wapate hizo hela? Tuko na template yenye tumeshare na kila mtu kwa social media platforms zetu. Kwa Facebook, kwa Instagram, na kuna our website. Our social media accounts ni ISF Kenya, hiyo on Facebook, on Instagram, na kwa website ni solidarisus.fi. Hapo utapata hiyo application form na utaweza kuapply for that grant. So kuna form
ambao itabidi watu wa download. Una download, unajaza, kuna maswali unajibu. Ndio. So labda unajua kwa yule msikilizaji ambaye anasikiza sasa hivi angependa kujua kwa sababu kuna wale ambao hapo kwa mtandao enyewe wako mashinani pale wanafanya kazi nzuri sana lakini hawajui mambo ya mtandao. Wengine wao hata hawajafikia simu ya smartphone angalau wapate kuelewa ya masuala. Ndio maana tukataka kujua utaratibu ni upi wa kufuata angalau na wao wafikie ufadhili huu. Manake nyinyi yamfuati ati nini, nyinyi ni werefu namna gani, lakini mnaangalia ile kazi ambayo ni ya kusaidia jamii kabisa. Ndio. Labda nikijaribu kuguzia hayo. Ndio. Na nakubaliana na mwenzangu vile amesema. Tuko na mikakati sana sana kwa huu tunasema generation mpya Gen Z hawa kila mtu ako katika mtandao. Lakini tunaelewa pia kuna vikundi sana sana ambavyo vikundi ya Gen Z tunazitambua. Ndio. Na pia Gen Z pia wamefanya vitu nzuri sana sana mambo ya mambo ya kijinsia. Ndiyo. Lakini tukiangalia pia kuna wale ambao wenzetu ambao hawezi pata mtandao, hawafiki katika maeneo haya ambayo tunasema tunakubali pia walete applications zao kwa ofisi yetu. Ofisi zetu zinakuwa hapo vile tumesema ghorofa ya 3 nini Umoja Complex. So utapata mlango wetu imeandikwa International Solidarity Foundation. Ndiyo. Tunapatikana hapo, mlango wetu unakuanga wazi kutoka saa 3 asubuhi hadi around saa 11. Na pia ukikosa kutupata kama mlango imefungwa unaweza ingiza tu application yako hapo. Sisi tutaipata na bado tutaishughulikia. Ndio. But kwa sasa tunatamani sana watu wa apply kupitia hiyo mitandao ambayo Damaris amesema. Kukuja kukienda kwa website yetu, najua iko na jina mrefu sana na ni ngumu. Inaitwa Solidarisus, lakini ukitafuta ISF Kenya utatupata. Ndio. Na unaweza kupata hiyo application form, jaze na mturudishie. Labda Gershom nisije nikakuchoza na maswali lakini kuna msikilizaji wetu unaweza pata nataka requirements. Yes. Yani moja kwa moja nataka ni requirements za kufanya application. Ni kikundi kipi? So waambie requirements tuwapatie requirements wajue kwamba sasa sisi ni kikundi. Sisi tunafanya hili na hili. Kama tuko na hii historia ya kufanya hivi na hivi, sisi kumbe tuna qualify. Yes. So wasije wakafanya application wakafika pale kwa ofisi wakose wangoje hela wasipate. Exactly. Hata majibu yasiwafikie. Sawa, asante sana. Kusema kweli tuko na masharti kiasi, lakini masharti yetu tunasema tunaweza legeza kulingana na vile ambavyo umeji present. Ukikuja ujionyeshe uko na mikakati na mipangilio ambayo inaweza fanya inaingiana na mikakati yetu ambayo ya ISF yenye tunafuatilia. Ndio. Then tunaweza songa kwa pamoja. Lakini pia tuko na ukipata mko na kikundi ambayo kimeweza kufanya sana sana vikundi ambavyo vimeweza kufanya masuala ya kijinsia kwa muda fulani, hata kama ni mwezi 1, 2, 6, mwaka 3, 4, hizo ni vikundi ambazo tungependa sana kusikia kutoka kwao. Ndiyo. Lakini vile umesema pia kuna masharti mengine pia. Kama uko na bank account, hiyo ni mzuri pia kwa sababu tunaweza fanya na wewe. Kama mko na dedicated simu ambayo tunaweza tumia kuwatumia hela hiyo, pia hiyo tunaweza furahia sana kufanya kazi na watu kama nyinyi. Kama pia mko na cheti ya kikundi yenye mmesajili na inajulikana, tunaweza pia fanya kazi na nyinyi. Lakini pia tungependa pia sana kupata barua. Sana sana tunajua kwa sababu tunafanya kazi kwa vijiji, tunafanya kazi na kwa community jamii. Tungependa kupata kama mko na uhusiano labda na chief, ama mko na uhusiano na kanisa, ama mko na uhusiano na watu ambao wanajulikana kama wasimamizi wa jamii, tungependa pia kusikiza kutoka kwenyu. Kwa sababu kutoka referral, barua kutoka kwao ambayo inasema tunawajua wamefanya vitu kama haya. Tukipata barua kama hiyo, kama mnajuana na chief, mzuri sana. Kama assistant chief, mkuu wa kijiji, watu kama hao, tukipata barua ambayo inaonyesha pia mmefanya nao, inasaidia pia kuleta application yenu kukuwa na uzito fulani. Ndio. Lakini sana sana tunaangalia
miradi gani ama maono gani mko nayo sana sana ya kubadilisha jamii. Ndio. Na labda kikundi wakishafanya application yao wanapata hela kama ngapi hivi? Sasa hapo inategemea na pia tunasema nini activities ambayo mnataka mnafikiria kufanya. So nyinyi mnakuja mnatuambia, sisi tunafikiria kufanya labda kukaa na vikundi ya wamama. Ndio. Tuwahamasishe na tuwaelimishe, ama tunataka na vijana tuweke mchezo ama theater. Unataka kuweka road show, unataka kufanya nini? So inategemea na vitu ambazo mnataka kufanya. So tumepeana budget ya kuanzia shilingi 1,300 kwa hizo miezi 3. Hiyo ndio minimum. Na juu zaidi tukikuwa na vitu ambazo unafikiria kufanya, hatuwezi pitisha 1,600 kwa hizo miezi 3. So tuseme inaanzia pale 1,300 inapanda na mwisho ni 1,600 kwa kikundi, kwa kila kikundi. Labda kuna wale wanajiuliza maswali. Sasa hivi tuseme wamepata 1,300 na ni mara yao ya kwanza. Masuala ya management ya hela unaelewa kabisa. Kuna wale wataanza kupigana, unajua hii kazi tumeipiga pamoja kwa muda mrefu, angalau mimi nipatie 10,000 kwanza nijishughulike na familia yangu. Sijui mnafanya monitoring yaje? Swali mzuri, na nakumbuka pia uliguzia ukiuliza tunawapatia ni kama wanarudisha ama ni pesa tunapeana. Ndio. So tunapeana tu kabisa, hatu expect watarudisha. Lakini tunatarajia pesa hiyo itatumika vizuri sana. Na pia sisi tuko na mikakati ambayo tumeweka kuhakikisha pesa hiyo imetumika kwa ufadhili, kwa sababu pia sisi tumepatiwa ufadhili huu, tukasema pia sisi tusaidiane. So lazima to make sure hiyo pesa imetumika vizuri sana. So kitu ya kwanza, kabla hata tuwapatie pesa hii, tunakaa na vikundi hivi kwa muda wa wiki 1-2 tukiwazungumzia na tukianza kuongea ni vipi tungependa kuona, ni risiti gani tungependa kuona, ni kina nani tungependa kusimamia. Na hata kabla hata watu wachague vikundi hivi, tungekuja kwanza tuangalie vile wanakaa na tuanze mazungumzo haya mapema. So kabla kupeana pesa hii tunakaa karibu mwezi mmoja tukikuwa tu katika tu mazungumzo na mahojiano ya sisi wote wawili ili tuelewane. Ndio kabla tupeana pesa hizi watu wakuwe wamejua haya ndio miradi, hizi ndio mikakati tunatumia. Sikuwe tu pesa tunapeana watu waende wagawane na waende nyumbani. Unajua watu na economy haijakuwa mzuri sana. Ndio bana. So sasa tuseme kwamba kwa sababu hizi hela warudishi, nyinyi mdharidhika na ule mradi ambao watafanya, mradi ambao itafanyika. Hiyo ndio lengo letu. Sisi tunapeana ufadhili huu au watupatie. Hapo sasa ndio swali langu linaibuka. Kwamba mkiwapatia hela kwa sababu hawarudishi, ndio wameafiki vile vigezo ambazo vinafaa ndio ili wapate pesa, wamesibata, si ndio? Wakishapata hizi hela wameanzisha mradi. Labda zikatumika kwa njia ambayo haifai kidogo, pesa ikiwa piga chenga, mradi haukuafiki vile viwango ambavyo mlikuwa mnahitaji kama shirika. Je, mtafanya nini? Ni swali nzuri sana. Tukianza hata kufanya tukitembea, kwa sababu sisi husema ni safari ambayo si kutembea na hao. Hatuanzi tu na tunawaacha ama tunawapatia alafu tunatoka tunarudi. Ni safari tunafanya na hao. So ukipata tukianza utapata mwenzangu Damaris anaenda kuwatembelea, mimi naenda kuwatembelea kila wiki, kila kwa mwezi hatuwezi kosa kutembea karibu kila wiki ili kuwajulia mnaendeleaje, kuna changamoto iko wapi na nini tunaweza wasaidia. So tukipata kama kuna utumizi ubaya wa pesa, tunajaribu kuwasaidia kuwarudisha na kuelezea. Lakini ikionekana kuna ule ufujaji wa pesa kabisa, hapo sasa sisi tunaacha uhusiano. Huko ISF kuna kitu tunaita zero tolerance. Kuna mambo ambayo tunaweza elewana, tunaweza jua hapa ni makosa ilifanyika bila kujulikana na tunaweza rekebishana. Lakini kuna ile ambayo tunajua
unaiba kwa mabavu, ndio hiyo naye hatuna wakati wa kungoja. So hiyo tunachukua na utaturudishia ile yenyewe umetumia. Ndio swali langu lilikuwa nataka kuuliza sasa, mkisha achana na yeye je, kuna kurudisha hela fulani? Kama kuna mahali ambayo imeibiwa itabidi imerudishiwa, because pia sisi sio ni pesa ambayo watu pia walijinyima kupeana. So hatungependa kuona pesa hii ikitumika kwa ubaya, lakini kama imetumika kwa ubaya kwa bahati mbaya ama kutojua, kwa sababu pia kwa hizi vikundi tunaelewa kuna wale ambao hawajazoea. So umepanda bodaboda haujapewa risiti, ndio na tunaelewa utaambia mtu wa bodaboda kupatia risiti aje. So hiyo ni kitu ambayo inaweza eleweka, na tunaweza ongea na tuone ambavyo tunaweza tengeneza. Lakini ile ambayo umepewa shilingi 300 na umeenda ukanunua soda yako mkapelekea familia mkate na maziwa, hiyo naye ikubaliki. So lakini kwa kufanya kama tunashughulikia familia na ile bilengo ambayo mlikuwa mmetuambia hizi ndio vitu ambavyo tunataka kufanya na tumefanya, hiyo tuna shida nayo kabisa. Labda Bwana Boyo niulize, unajua binadamu siku zote anafanya kitu akiwa na lengo fulani, kwamba ipo siku angalau nitapata kitu na mimi nijisaidie. Maana ni kazi ya kujitolea sana hii. Pale mashinani hakuna hela wanalipwa wale kabisa. Lakini sasa hivi wameona hizi hela zimeingia, unaona? Sasa hivi wataanza kujiuliza, allowance zetu ziko hapa ndani kweli? Sasa tutafaidi nini? Ni wakati gani huu mradi utatupatia hela na sisi? Maana pia jamii na waangalia wanaona kwamba kuna kazi wanafanya. Ndio. Sasa sijui nyinyi mtawaangalia vipi? Kuna matumaini watakuwa nayo kwamba angalau siku moja utakuja kupata kitu? Hiyo ni swali nzuri pia. Kusema kweli, mradi huu kabisa tumeifikirilia, na vile umesikia ni pesa laki 3 hadi laki 6. So ni pesa kidogo kwa muda mfupi sana. So sio pesa ambayo tunaweza fikiria tunaweza lipa mshahara mtu. Na ndio maana tunatafuta vikundi ambavyo viko katika hivi vijiji, vikundi ambavyo viko mashinani, ambao watu wameshajitolea kwao. So hii mradi huu ni wa watu ambao wamejitolea, sio kuja kulipwa ama sio kuja kujisaidia kibinafsi. So tunafikiria sana tunatafuta, ndio maana tunatafuta hata tukipata hizi application tunaangalia wale ambao watu wamejitolea. Hakuna mshahara, hakuna kulipwa, ni vile tu tunawasaidia kufanya hiyo kazi ambayo wanafanya kidogo, tunainua tu kidogo juu. Kuwapatia pesa kidogo, labda kuwasaidia na transport, kuwasaidia na kuweka tent, kuwasaidia na kuitisha kununua labda mkate na kwa katika miradi yao. Lakini hakuna mshahara. Ile kitu ambacho tunaweza sema pia ni moja, I think ni vitu viwili kwangu nafikiria. Moja, kuna ile kujitolea. Ukishajitolea hivyo, na mimi husema Mungu mwenyewe anajua vile anabariki. Ukijitolea hivyo, huwezi jua nani anakuona na kazi ambayo unafanya. Kweli. So kutoka hapo labda unaweza pata mtu mwingine anasema nimeona kazi yenu na nimeona vile mnafanya, labda mimi nitalipa mshahara, nyinyi muendelee kufanya kazi yenu. Nimeona vile mnafanya vizuri, nimejitolea kufanya hii na hii. So mimi husema the more unajitolea, the more vitu zinaendelea. Ukiendelea kaa kwa nyumba ukijifunga, hakuna, utakaa tu hivyo. Lakini ukiendelea kutoka nje na kujituma, nadhani unaweza jipata umesonga. Kitu ya pili pia, tunasema tunaelewa umuhimu wa mtu kujitolea. So kama amejiamua kujitolea na kufanya kazi kama hiyo, kuna kitu kidogo tunasema tu ya kushukuru. Inaweza kuwa tu ya kusema leo rudi nyumbani na mkate, andika hapa shilingi 100, 500, 1000. Inategemea na nyinyi pia mradi wenu vile mnafikiria kuifanya. Au wenyewe wanasema tunataka kujitolea, wacha sisi tupewe pia 300 na nyinyi pia kama shirika itategemea mmemkaje. Wenzetu wanaweza kutuona pia si kazi nzuri tunafanya, waseme tumeona wamefanya, wacha tuamke vizuri na leo. Ni kweli. Sasa hivi swali langu la mwisho, maana muda wetu unazidi kwenda kwa kasi. Labda kuna kikundi kimetusikiza, kama kuna watu wametusikiza sasa hivi wanataka waende waketi chini waanzishe kikundi. Je, kuna ule muda uliowekwa? Maana unajua hela
masuala ya hela, watu wakisikia kuna hela mahali fulani, watu werefu sana. Watu ni werefu. Watakuja pamoja hivi wajikusanye, waandike proposal yao, ile application muipate kwa ofisi. Hata sasa hivi unaweza enda kwa ofisi upatane na moja. Unadhani kikundi kilianza miaka 5 iliyopita, kumbe kimeanza leo hii asubuhi tu. Ndio. Sasa sijui masuala kama hayo mnayafanya namna gani? Kusema kweli tumeshazungumzia tukisema saa zingine tutaki vikundi vikue registered. Ndio. Na zinaweza kuwa tu hata zimeanza leo. Lakini kuna ile pia sisi tunafanya internal mechanisms. Tunajua kuangalia na tukiangalia quality ya proposal, kwa sababu kuna watu wengi wanaandika proposal nzuri sana, lakini kutimiza na kufanya ni jambo lingine. So sisi kitu ambayo tunaangalia kwanza, wale ambao wameshawahi fanya kazi before hapo awali hao ndio watu ambao tungependa sana kufanya kazi nao, kwa sababu inaonyesha bila sisi hata washafanya kazi mapema, na hii ni kitu ambayo imewaguza mapema. Lakini pia kuna wale ambao wanakaa saa hizi, ndio, na wanasikiza na wameguzwa na wanaona ni kitu ambayo tunaweza fanya. Ndio. Pia tunaweza kaa na hao, na pia kuna sio tu ati ni kusikiza mara moja. Ni tunakaa na watu, so tukifanya interviews tunakaa na nyinyi, tunaona maono yenu, tunawasikiza na tunawajua vizuri, apart from kusoma hiyo proposal nzuri yenye mmeandika. Tukikaa na nyinyi vizuri, tunataka kuona ni nini nzuri ingine mko nayo, nini maono gani ingine yenye mnafikiria, ni nini mnaweza fanya. Hiyo ndio kitu ambayo tunaweza kaa chini sasa tunajua umeandika kitu mzuri, lakini pia at the same time tukiongea na nyinyi, tukikaa na nyinyi, tunaona hiyo maono na tunasonga na nyinyi mbele. So vitu vikundi kama so siwezi sema wale ambao wameanza leo tunawafukuza nje kabisa, waacha waandike, hatuwezi kataa. Tunataka kuzisoma, lakini pia tuko na mikakati ya kindani ambayo ina make sure tunaelewana na tunajua watu ambao tunafanya kazi na hao, na pia tukikuja hata pia kwa ground tutataka kutembea na nyinyi. So iwezi kuwa tu kwa sababu mmeandika proposal mzuri na imeisha hivyo. Tunasawiliana. Kumalizia kabisa, angalau tusikize sauti ya mtoto wa kike, manake katulia sana. Kuna mnafuata kiwango cha masomo, manake professionalism ile, manake kuna unaweza pata kikundi fulani hakina wasomi sana, labda wametafuta mtu kaandikia proposal, labda mkija kwa waoji wao mpate kwamba sio wao waliandika. Unaona, wanaelewa haya masuala kwa ile lugha ya nyumbani, lakini kwa ule umantiki wa lugha ambayo inahitajika kuandika proposal hawaelewi ya masuala wameandikiwa. So sijui kama mtawaconsider namna gani? Kusema kweli hao pia tuna consider kabisa. Kwa sababu tunafikiri sana maono yetu kabisa ni hiyo idea ambayo imetoka kwao. Sababu hata ukiandika hiyo proposal ni kuna mtu ambaye amekaa na hao na ameona kwa akili akajua haya ndio maono ya hawa watu wetu. Hii ndio kitu ambayo wanataka kufanya. Ni vile tu wameitengeneza kwa ile lugha yenye sisi tunaweza elewa, lakini wakati tutawaita kwa interview na tukae chini, ndio tutaongea kwa lugha yote. Tuko na wenzetu wa Kisini vile leo leo tumekuja peke yetu, lakini wakitaka kuongea kwa Kikisii waongee kwa Kikisii, kwa Kiswahili, Kizungu na tunakubali maono hayo yote. Sawa kabisa. Mtafunga lini? So proposal imetoka Friday last week. Ndio. Lakini itakaa hadi tarehe 28 Friday mwezi huu. Mwezi huu kiisha tutakuwa tumefunga proposal zote na tutakuwa tunasonga sasa mbele. So kwa wale ambao wananuia kufanya applications zama kuandika proposal zao wana hadi tarehe 28. Saa 6 usiku ikifika 11:59 ishafungwa. Hiyo portal itakuwa ishafungwa kabisa, hata ukiandika ichukuliwi tena. Sasa hivi sijui wanaweza wapata namna gani, kama kuna nambari ya simu, ofisi watembe wapi, na masuala kama haya. Tuko na ofisi 2. Ndio. Tuko na ofisi Kisii na tuko na ofisi Nairobi. Ofisi yetu ya Nairobi iko Milimani Road. Ndio. Nasa apartment along Jakaya Kikwete Road. Ndio. Pale Nairobi. Tuko room 12. International Solidarity Foundation. Yes. Utatupata hapo. Hapa Kisii tuko Umoja Complex
room ni 109 third floor. Hapo ndio tunaweza patikana. Kwa mtandao pia tunapatikana kwa Facebook, kwa Instagram na pia TikTok tuko, lakini sio sana. Lakini kwa Facebook ukiandika message tunaweza kurespondia. Ndio. Ukiandika pale kwa Instagram tutakujibu. Yeah. Labda kuna yule anataka nambari ya simu, anaweza piga moja kwa moja jamani. Kasungumza nanyi, manake kuna wale ambao wametulia kule nyumbani. Ama mfanyi sana na simu. Atufanyi sana na simu. Ndiyo. Lakini nitamruhusu mwenzangu Gershom yani namba yake ya ofisi. Ndio. Sababu yeye ndo ana tupe nambari ya simu. Kuongezea tu kidogo, kuna kitu alisahau kusema. Ndio. Vile ile siku yenye tunafunga, ile siku yenye tulifungua the call, tutakuwa na information session. Yeah. Tarehe 21 mwezi huu. Wale wako na maswali next Friday. Ndio. Yeah, next week. Wale wako na maswali, wale wako wanataka kujua wale wanataka kufahamu zaidi yani. Ndio. Swali ni ngumu kidogo. Usijali. Wanaweza join hiyo session. Itakuwa in the afternoon session. Yes. Wakuje wasome, waulize maswali. Mtakuwa wapi? Tutakuwa ni online. Ni online. Kuna kwa ile application form. Yes. Kuna hiyo information yote. Alright. Information session yenye tutafanya. The link, I will share the link. Yes. Nitaweka link pale kwa social media platforms itakuwa ni Microsoft Teams ile. Yes, kwa Teams. Wale wanaweza join, wakuje, waulize maswali yao kabla hawajamake application zao. Wako wanajua ni nini wana apply, ni maswali gani wanahitajika kujibu, ni vyeti gani vinahitajika, ni vitu gani, kama kuna wengine watauliza kama wanaweza apply kama wako outside Nairobi na wakuje wafanye Kisii, maswali yote itajibiwa hapo usiku. Ndio. Yeah, asanteni sana. Safi kabisa, nashukuru. Basi hiyo tupatie namba ya simu. Namba ya simu yangu ya kazi ni 011 444 4 mara 3 8069. Yes. 011 4448069. Yes. Alright. Namba yangu. Nitakuwa nairudia baadaye. Sasa hivi nafikiri tunaelekea kikomo hapo, unless kuna la ziada. Sijui una lipi la kumalizia, Damaris? La kumalizia ni waende watufuate pale kwa social media platforms zetu. Ndio. Na waendelee kuuliza maswali. Kama kuna changamoto wanapitia kuhusu application, wanaweza pia uliza maswali huko. Tutawajibu na tuko nao. And we wish them all the best. Yes. Na tuko tayari kufanya kazi na wao. Alright. Safi kabisa. Asante. Boyo, before uende, si unajua Kisii FM sisi pia tunaruhusiwa kwa kufanya application. Nasema pole pole. Kisii FM pia nakubaliwa kuruhusiwa, tushafanya kazi na media stations before. Ndio. So pia tungependa kuona application yenu. Ingekuwa mzuri sana tukiiona. So tungependelea sana kupata. Nafikiri kiongozi wa vipindi pala anaelewa. Shasikiza tayari, atawajibika. Asante. Sijui na lipi la kumalizia? Mimi ningependa kusema nimefurahi sana kuwa hapa leo. Ndio. Na ningependa kusikia sana kwa wasikizaji wako. Najua uko na ushawishi wingi sana. Ndio. Ningependa sana kupata kutoka applications. Unajua kawaida watu husema lazima ujuane, lazima sijui ufanye nini, lakini tungependa sana kupata hizi applications kutoka sana kwa wasikilizaji wako. Tungependa kujua ni nini wanafanya na nini wangefikiria ingeweza fanya na kusaidia jamii, kwa sababu hao ndio wako kwa hizo jamii. Tungependa sana kupata mawaidha kutoka kwao na hizi applications kutoka kwao. So wacha ningewasihi wa apply kwa wingi na make sure make sure tutapitia kila application na tujaribu sana kusaidia wale ambao wenye tunaweza support ule tunaweza. Labda ukimalizia na kutoka kabisa. Yes. Kuna upaguzi pale, unajua kuna mahali kwingine application hii inaweka kando kidogo. Hii unamjua Gelshom, unajua Damaris yako ataiangalia kwa kina kirefu pale, ike kando, unajua. Hakuna kitu kama kwa ISF kuna kamati ambayo inashughulikia kila application tunapitia kwa kamati na watu wanaangalia uzito na mpangilio yenu. So sio
sio mtu mmoja anaamua na sio mambo hivi. Ni sio mambo hivi. Kamati ni pesa kidogo, lakini tungependa kabisa kufanya watu wakue, lazima uwajibikaji uwepo kabisa. Ni kweli. So mnachagua kamati kama ile ya kuchagua IBC bwana. Safi, nimeshukuru sana Bwana Gershom. Asante sana Damaris. Imekuwa tamu tena sana kuwa nanyi hapa. Na nafikiri msikilizaji wangu amefaidi sana. Na tarajia application na hizo proposals kuja kwa wingi. Na tutaendelea kuwaelimisha na kuwaambia kwamba indeed kama wako na vikundi kama hivyo basi wakuje wapate support, wafanye kazi kabisa. Shukrani sana na watakia kila laheri. Asanteni sana msikilizaji. Habuna bagenda bwataiga studio ya Masemo kurwa International Solidarity Foundation. Tigatonyo ramangana mayasinchira yuwe kero ntarejea hapa ndetoganderera negepindi ase emambi yetu kuli Jumatano. Usicheze mbali. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM. Hey! Kisii FM. Kisii FM. Enka yomugusi. Radio nambe yemo eboto wo manyi. Kisii FM. Enka yomugusi. Eboto wo semya. Nkaninka 94.1 yo. 94.1 Enka yomugusi. Rwa chintandanye chense bosi Nyamira emo registered around 400,000 abantu bawake kura 1200. Kisii bare registered 700 abantu bawake kura 1400. Ninkieke bena intwe taberi boerimo nari toragwa masikani twachairu mono bakunya gonjokana naga babegete chirongi nga baje gotoleberia abana bati sukuru egente kitwage kanire ntoteti bo chingobu babora kamange no barega igabakorera serikali gakine intunjare gotoligereri Kenya. Wale mnatafuta umaarufu, endeleeni kutafuta umaarufu. Wengine ni wageni wamefika juzi kwa hii siasa. Si mimi nimekuwa around hapa. Tusifanye siasa kila siku. Kwanza tuzingatie yale mambo ambayo yanamhusu mwananchi wa kawaida. Mkiambiwa na wale wako na insurance musilipe, ukigonjeka na familia yako mnaachwa wapi? Nsinkima aya namangana maya Kisii FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere chetanire chide kaisatugure chinsesta tuchebona mambio mwancho motegereri mangana maya sinchira yubo ikreno ene gatiere na koriganiria sinchira yubo inge aba watani aoni gobaginrete weso kena kuribrengereri babu iguru yokona chawike gambiro iguru yensemo ya barabange asi ebungene ninsi ya Kenya megayi kigambire kiwote babuna Kenya kwanza terere batabarayi barabanga sibunge bunge ya kaunti ya Nyamira nigo yeteti muswada bugo tuguterari bikaro byonsi bya bunge mashinani meye kaunti yo na bibiri nigo bagendrete gusigitwa ko basomia abana abanyaruka nabo igabana abamura abachakire kororakana kwebwa asi emirubiro au yamana yanda mangu manchomo tegereri na koreganiri bone yanyora sinchira yoboikirano umwanchomo tegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisii FM aya na mangana maya Kisii FM na Purity Nyangweso bunge ya kaunti ya Nyamira nigabo igoro ya itetio muswada bugo tenini bikaro byonsi bya bunge mashinani ebikonye byabiri bikogendererwa nense mugete yaba MCM ya county yo abakorogono yo kabiro monogiribwe bunge ya county ya Nyamira Moskiano Kokero ibikaribi bya bunge mashinani niko kanye bya chakire kore tariberera imi ya county ya Nyamira ananeme ga yoko rekana kwigi bikaribi bunge ya county ya Sebinyoro asibana ibunge ya county ya Nyamira yetetibu ne bikaribi bya bunge mashinani niko bire maminchaniri chikomo swadu yo niko reta tubosibu bunge ya county ya Nyamira monomo MCB wadi ya Kyabanyoro Moske Vincent Benecha Goroko Mheshimiwa Vincent Thomas Benecha MCA we ward ya Kyabanyoro nareta emotion ya assembly ya Nyamira bono mugaso asenare kurigia ogotenenigwa we bunge mashinani abandu bamintu banyamira asama tukarere maiga make mwarorire tokorete drama nganto bwate chibunge ibere ase county ya Nyamira igonda etego tebaga rero nganto bwate bunge ibere ase county ya Nyamira ebunge tubwate neyemo edeneneire no Mosketa Dius Nyabaro bunge mashinani twayetiri ere irigo yani
teri aserichiko boigo twatebire tebwene tugutumia besa chine chionsi cy'abananchi igaria tebwene tugutumia gendo kende gionsi cy'abananchi na chigari omusiko yokero na tamete ne gari yo speaker go assembly etoko de yaira nie egari eria as assembly speaker ro ande gutumia igo gento kende gionsi ya serikali egente ke twaroka bunge mashinani yaeti go as assembly nga ekere getanche iria aserichiko tobuga dendo go bunge mashinani because it is discriminatory tebuga ati budget nja eteta as public participation nabo igo resolution ye house nja etetiwe nawa MCA egere ebunge yo emayo chaka egasi yabo Kisii FM enka yomugusi na babatani aoni gobono bachakire weso kina kuri birengerero byabo iguru yuko na chagwe kigambiro buno bo Kenya kwanza tari barobo bwa tense mu yabangasi bunge nene kakona ni meseto mangana mayimu na siasa kuri county ya Kisii Richard Atemba nigatebru no kona chokuni gokora chekoreta manchurira manena subara ibwe bunge asabana tebru na nonyini kirgo konya bagusi bagwe togeria kimo chief whip asibunge nene insi ya Kenya kimo jumbo South Mugirango Moske Silvana Susura karansirete na bakira gende nsemo ingao kira manchurira ya guchagwe kiranwa Atemba nigo bana bulira bagusi go chamo na kwebanga byage siasa irindi gocha konyara kwirwanirira serikali onyekere wiki kimo chief whip kego chakogenda sense mindingao abachumbe balia konye bakagirite ngana bara bange punge kubwa babande wono ige bindenjira bikororekana wono kialini romoko wono ngocha konyorure bali konye bakurunga majority leader bakuru ku minority leader bali bakurunga majority whip onyore bakuru ku minority whip wono intuno mogusi into madenga ntobwate omwana ito soro ule majority whip ekeroga kanene ya serikali wone kera gocha kobe minority whip ntoma etinga ngigo mugusiago cyo gutigara na kerokyo eko eregi konya na kiegente ke masibirito koranga serikali neto etekende wono oyo kuruku ichungwa nanje te kwigoro muno mono wono gakorekana uja kobe minority leader amangana korwe court abwatigu na bakogenda igo ngebintu ngunjo kabire abagusi kanyako baamo abagusi manyanga na intune segaito bono tutagete na hintu ekere weekenga kibintu biko kwanu byakwanu twakwanire butambe na atebire butambe ngo mugusi obwate birengerie bingao korwe kubwebyo oyo tali mugusi kamili omugusi omuya wikiaro renga ntorareire enjira nere bintu bire bitali buya kenyeye enjira nere toli niremeremo ebisa kubinde bikoewe into tutali koewa ayo kagenderere tumancho motegereri monogiribwe bunge nenensi ya Kenya Moske Moses Wetangula nigo mugasorera ganyirire gucha kuruko na chakwa yiguru yobo mubwagi siasa obwate bobonerete ko bensemo yabangasi bunge nenensi ya Kenya yemega yo Moske Wetangula gusingirira gotabobnike gambiro kya High Court tikibwati chinguru cyogo choranse mukire yabangasi bunge nenensi ya Kenya ni yemega yike gambiro kibiki ayitako na chabno mubwa Kenya kwanza tari barobo bwatense mu yabangasi bunge yo kakwa na chunga kya babunge wairanirire tibikaro byababo igoromega yoko basi umutima ko bimitinye bire Moske Wetangula nigatebete bunuko na cyokuwe kigambiro nigo gwatuguteretare igetambukira irite cyukura ryo mu Kenya kwanza bunense mu yabangasi bunge nene kurinde kigambiro tikira ritinse mu kiyage siasa bonerete kwirari bagirio Moske Wetangula nigo banatebete buningane yinigo yeranira sama bokaye atikora rero munyenense mukire yabange okona cyokuba na rubire kurwa sibikaro by'ibunge nene yensi ya Kenya mu gasorero The court quashed the decision and the ruling of the Speaker on the declaration of majority. The court has no capacity, has no power to declare who is majority and who is minority. The judgment never declared who is the majority. It is not the court to declare the majority. It is the Speaker of this House. And you better know that. It is the Speaker of the House to declare the majority. Nchomo tegereri inkwana Moske Wetangula nigo yachete magajiri birira ritindiri kwene ke wasibikari bibe bunga bwigoro kirabana bajumbe babo mu bazimelo mu John Kenya Coalition bachete na kwikaransa sense mu yumura babangasi bunge nenensi ya Kenya amuniri mu chief ipase bunge yense bano bagote babuna na babonerete ko basense meyi ntonya na babajumbe ba Kenya kwanza bakora guno mu chief ipo Moske Silvana Susoro nigo bamirite bururuko na cyo kuweke gambiro na gote babuni bya mebinge byaringe insi abo mu bazimio ngabya nganyete na goso wa Kenya kwanza libirira ringabune eryo nigo begori ya betriko nike wasebungiye senator sibikaro biri twarigoro
asaba seneta wa Azimio la John Kenya Coalition igati abo seneta we county ya Kisii Muske Richard Mumimo Nyonka amo no seneta Enoch Wambua na barabo baburite monigiribwe bunge yu korari abo Azimio la John Kenya Coalition gotware nsemu ya bange ase bunge yu ye Senate. It feels so sweet to be in the majority side. Speaker, there is some bit of confusion out there on this issue of the leadership in the House. And I know, Mr. Speaker, you have pronounced yourself on it. All the things that I'm saying, Mr. Speaker, is that should have formed a part of the formal communication by the Speaker so that you settle the matters. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi. Purity Nyangweso tugosoka bose mwancho motegereria basacha babiri kurwansi kinyirugi ya Kirwanda imeyabunchari county ya Kisii nikabagenderete gutangwa n'abanyanyimbo ni mega yugo kagirwa gotorana amoyo ye serikali ari ririguri na kuyaburukana n'umucangamo ne oil emwamu irinde ko yonchurirangi bamanya koneria abarimi akoneke yakori ikimo konyi mu county commissioner sensemo ya Kisii South Musubati Grace Ouma nigatebete bana basa babiri babigitubi arabu igoro niko batemete gusaribu site yaso gusamba chigunia cyari kiramariko ye serikali abase baringe gopakiria moya iyo buri masi nyumbe yemo kurendo bosite boisene niko batugitase nyumbe yo babisabiki mbiki gutwo bosari ya DCI niko nabagenderete no butuki babigoro yege korekerinde ko banari abakagura bande bonsi abikiro kende babwateraniri no bunganirira bonga buno bubokoneria barimi amuyo yo borimo. The rip oil, so it looks black. From the cereals it's cream or white, but here what we find will be black. So we are here with the multi-agency team to ensure that this is brought before a court of law. So whoever is doing this has to be accountable. And mega yibonganiriro bugwasyo rw'umwakoeta nga mega yibonganiriro bugwasyo rw'umwakoeta nani kubana barubiri gwikiwa busubwe kigambiro na kwigurirwa amamucho kubwatekana secondary abaiseke yariyo Kindo igotoka sub county ya Kinyanyaime ye county tobuya abogosomya abaiseke rinde banyoreri bagariga iriyo guca kwagenderera sobugima asaga tubabona nonya cinga cinyinge cyaro lirubuyobu cinsemonke njira rochigenderete gutegara magigana kwebo umwana umunyarukasa masomo Musubati Pamela nigo nonya nabasigete tabibiri mbaba isako be babana baba bamurabo igo chinga kichega babatani abange bagenderete ko bagirira abana abanyaruka kaboka. Asamarita nkuru kwa Mrs. Pamela Nyabuto, Principal Kindogal. Inga kerokende umwana musike nangataye with the same opportunities una echi umumura. Ntagete ko batebinga abayiboli una abunga umwana no umwana ndubwensi moe the opportunity agendere gosoma kiagera nabakuira na ande achakoba oyo muhimu mono. Gochia sero monyene gochia sense na gochia se abayiboli ne kenyoro yonsi society ngima umwana momura nere tatakiri kwebwa twarengere iri mono twa focus iri mono aso umwana muiseke twebire abamura saji that umwana yo momura twamwebire bona abande kwanyorire bakire bintu buna kiboda boda mono ene biashara biri yes batirende ekero konyora bitayo kwanyara basoire bintu buna kinyasore nebintu binde bitari biya igonko bolinga tigatumo kerigoro bune community tubwatirane torrenga abana abonsi babeire buya abaiseke kera basoka to abasomiri ke bacha kaenda mpaka netina abana bamurana barobo batoke basomigu babeire buya society indi chakarekana buya. Madam Pamela nigobigo asigitra abirimba baisako batega isiko abana babo abukero kende batanyorete grade yo kugende university nire bagiri kone kine benyorire chikos aho ikiraba konye guje kwegenderera ekero umwana tanyari grade ki university itali ero moerioya intene bingara kole and to those other courses and colleges sire the level inda abana barobo banyare wekonya wisokoligerie community tukanetikero yomo tukanetie plumber tukanetie mason tukanetie tailor tukanetie shushaina tukanetie vegetable sellers kero yomo bottom line omwana nyore nabwate kegukiaye nabwate semiaye ikunyara komo enebo nere ruanerere anyore kirikere kiaye. Kisii FM enka yomugusi chidekani 15 ne mocheta niriguri chensa isatu chabona mambio mwancho motegere